Yakwepe makosa haya ukianza kazi mpya. Kupata kazi ni ushindi, lakini kuilinda na kuifanya kazi hiyo iwe daraja la mafanikio makubwa ni sayansi inayohitaji akili na nidhamu iliyo imara. Siku zako za kwanza kazini ndizo zinazoandika wasifu wako wa siri kwenye akili za wakubwa wako na wafanyakazi wenzako. Ukiharibu msingi, jengo zima la heshima yako litatikisika. Watu wengi hufikiri kuwa vyeti vyao vitawabeba maisha yote ofisini. Ukweli ni huu: vyeti vinakupa kazi, lakini tabia na hekima ndivyo vinavyokupa cheo na heshima. Kabla hatujaingia kwenye makosa haya 10, chukua sekunde chache kusubscribe kwenye channel hii ya GR Hamasa Wisdom. 1. Kujifanya unajua kila kitu, Mr. Know-it-all. Usiingie ofisini ukaanza kukosoa kila mfumo na kuonyesha kuwa wewe ni mwerevu kuliko waliokutangulia. Hata kama una elimu kubwa, unyenyekevu ni silaha ya kwanza. Kazi mpya ni shule mpya. Sikiliza zaidi, uliza maswali na jifunze kwa nini mambo yanafanyika hivyo kabla ya kutoa mapendekezo yako. 2. Kujiingiza kwenye makundi ya umbea na majungu. Kila ofisi ina sumu yake, kundi la watu wanaolalamika na kusema vibaya uongozi. Ukijiunga nao tu siku za kwanza, unakuwa umejichimbia kaburi la kitaaluma. Kuwa rafiki kwa kila mtu, lakini usiwe mshirika wa siri wa mtu yoyote. Jenga taswira ya mtu mwenye msimamo na asiyependa habari za upande wa pili. 3. Kupuuza muda, poor time management. Kuchelewa kufika, kuchelewa kurudi kutoka mapumzikoni au kuchelewa kukabidhi kazi ni ishara kuwa huheshimu fursa uliopewa. Fika ofisini dakika 15 kabla ya muda. Kuwahi sio tu nidhamu, ni ujumbe kuwa una shauku na unathamini kazi yako. 4. Kuogopa kuuliza maswali. Watu wengi hukaa na makosa kwa kuogopa kuonekana hawaelewi. Wanaharibu kazi kwa kukisia badala ya kupata uhakika. Hekima: ni bora uulize swali mara 2 kuliko kufanya kosa moja litakalo kugharimu mara 100. Kuuliza kunaonyesha unajali ubora wa kazi yako. 5. Kuchanganya maisha binafsi na kazi. Kutumia muda mwingi kwenye simu, mitandao ya kijamii au kupokea simu za ndugu na marafiki wakati wa saa za uzalishaji ni kosa linalofuta thamani yako haraka sana. Simu yako iwe kwa ajili ya dharura tu. Onyesha mwajiri kuwa akilipa saa zako, anapata akili na nguvu zako zote bila usumbufu. 6. Kutafuta sifa na mashabiki haraka. Usitake kila mtu aone umuhimu wako ndani ya wiki moja. Mashabiki wa ofisini wanaweza kugeuka kuwa maadui haraka sana. Kazi ni mbio za marathon. Jenga matokeo kwanza, sifa zitakuja zenyewe bila wewe kuzilazimisha. 7. Kupuuza utamaduni wa ofisi, company culture. Kila ofisi ina sheria zisizoandikwa, namna ya kuvaa, namna ya kuzungumza na namna ya kushirikiana. Ukija na sheria zako, utatengwa kama mgeni. Chunguza mazingira, jifunze lugha ya mahali hapo na uendane nayo bila kupoteza utu wako. 8. Kulalamika kuhusu mshahara au maslahi mapema. Kuanza kuuliza kuhusu nyongeza ya mshahara au marupurupu ukiwa bado haujathibitisha thamani yako ni kosa la kijinga. Thibitisha kwanza kuwa wewe ni hazina, asset. Ukisha kuwa mtu hasiyeweza kupotezeka, utakuwa na nguvu ya majadiliano, bargaining power baadaye. 9. Kushindwa kuchukua maelekezo, not taking notes. Kudhani kuwa utakariri kila unachoambiwa na bosi wako ni kujidanganya. Kusahau maelekezo ni kero kwa kila kiongozi. Tembea na kalamu na kijitabu, notebook. Andika kila maelekezo muhimu. Hii inaonyesha kuwa wewe ni mtu makini na unajali usahihi wa kazi. 10. Kujitenga na timu, isolation. Kujifanya wewe ni mpiganaji wa peke yako na kutoshirikiana na wenzako kutakufanya ushindwe mambo mengi. Kazi nyingi zinafanikiwa kwa umoja. Jenga mahusiano mazuri, kuwa mtu wa kusaidia wengine inapohitajika.
connection bora zinaanzia kwa ushirikiano wa kila siku ofisini. Na sasa, sehemu ya kuzingatia. Kazi ya kwanza ni zaidi ya mshahara, ni uwanja wa kutengeneza jina lako, brand. Bosi anakuajiri ili utatue matatizo, sio uwe sehemu ya matatizo ya ofisi. Kuwa mnyenyekevu, kuwa mwepesi kujifunza na kuwa mwenye bidii inayozidi matarajio ya kila mtu. Simama imara, jithamini na hakikisha kila unachogusa kazini kwako kinabadilika kuwa mbegu adimu kwa bidii yako.